Watanzania tayari tumeshaanza kufarakanishwa kwa misingi ya kipuzi, misingi ya kisiasa, misingi ya kiitikadi, na wengine mpaka katika misingi ya maana kabisa, misingi ya imani na dini. Zaidi ya miaka 60 hatujawahi kubaguana kwamba huyu ni Muislamu na huyu ni Mkristo. Zaidi ya miaka 60 hatujawahi kujua makabila yetu, rangi zetu. Leo tunasikika wale waliokaa kikao fulani, mkutano fulani, haukuwa mkutano wa Tanzania wote, walikuwa Waislamu watupu. Ubaguzi, chuki za kidini, roho ya kisokoro kwinyo. Kwa nini? Wote walijitanda. Unataka watu wakae uchi kwenye mkutano mkubwa kama huo? Kwa kuwa umezoea kukaa uchi, mkeo uchi, binti yako uchi, unataka kila mtu akae uchi. Leo tunasikika wale na sisi, Wazanzibari, Watanganyika. Mimi najua kuna Watanzania wanampenda sana Mwalimu Nyerere na wamemfanya kuwa ni role model wao, lakini wanachagua maneno Mwalimu Nyerere. Na klipu kwenye simu yangu, Mwalimu Nyerere anasema mkifika pahala mkabaguana kwa misingi hii yote niliyotaja, mkaanza kushambuliana, kutukanana kwenye nyumba za ibada, wale na sisi, akawataja mpaka viongozi wa dini, akasema sio viongozi wa dini, ni mashetani. Mwalimu Nyerere aliwaasa Wazanzibari wasibaguane. Dhambi ya ubaguzi, akasema, haimwachi mtu salama, inamtafuna mtu kama vile mtu kala nyama ya mtu. Itafika sehemu sasa mkianza kuwabagua Watanganyika wa bara, mtaanza kubaguana na nyinyi Waunguja, Wapemba, Wazanzibari, Wazanzibara. Nyie mashahidi na nukumie. Sasa nyinyi mnaompenda Nyerere, mbona sasa mnaacha msingi wa Nyerere na tuletea ukabila, ukanda, urangi, udini? Shetani amefanikiwa ndugu zangu, lakini mimi nasema hajafanikiwa sana. Bado anatunga sheria na anatafuta wale matop manyota, wale vijana wake, wale wabaya kweli kweli, katika kugawa, kufarakanisha, kuleta ubaya, mpasuko, umwagaji wa damu, mauaji, nchi wake moto, watu wa wake moto. Anatafuta wale mastermind wake. Endeleeni mchochee zaidi. Tushafanikiwa kupenyeza mambo yetu. Tusipojiwahi tukamfunga 3 bila, atatufunga 3 bila, na hakutokuwa na mshindi hata mmoja katika haya yanayoendelea. Nchi ikiharibika, watu wote tumeharibika. Wako watakaopoteza uhai kweli kweli, na kiufupi wengine tutakuwa wakimbizi. Tutalishwa maharage yaliyooza, tutatiwa katika mahema ya joto, baba watoto hema moja, chumba kimoja. Utakumbuka maisha yako ya Yombo kwa Lulenge, chumba kimoja bora, mahema haya. Wengine hawanielewi. Chawa, mmetugawa kichawa chawa. Sasa hivi nasikia kuna machawa wa aina mbili, wa ndani na wa nje. Ukionekana hotuba yangu kama hivi, mtu haielewi kwa sababu akili yake ni ndogo, hajamtanguliza Mungu, hamjui Mungu, hajawahi kuisoma Qur'ani, hajui hata alif be, ataniegemeza kwenye chawa ya ndani, chawa wa serikali. Na upande wa pili unaitwa wenzao chawa watu wa nje. Watanzania wote tunaitwa machawa. Ama utakuwa chawa wa nje au chawa wa ndani. Sijasema mimi, na nukuu maneno yanayosemwa. Na chawa ni mdudu mchafu, anakaa kwenye uchafu, na tumekubali kwa wachafu tuitwe kwa majina ya uchafu. Kishki TV, nuru ya dini yako.